Mwanangu Chris, kiukweli umekuwa sasa, na tangu mama yako afariki ni muda sasa umepita, na mimi naelekea uzee. Kwa hiyo nilikuwa na kuomba uweze kuoa mwanangu Chris, ili niweze kukukabidhi kiti hichi cha ufalme. Lakini pia mwanangu, usisahau kuwa hii ilikuwa ni ndoto ya mama yako, kukuona wewe ukioa, kukuona wewe ukimletea wajukuu, lakini kwa bahati mbaya ametangulia mbele za haki. Kwa hiyo nilikuwa na kuomba mwanangu Chris, fanya uoe ili niweze kukabidhi kiti hichi cha ufalme. Ni kweli baba unaloliongea. Kikweli hata mimi naonelea hivyo. Lakini kuna jambo moja ambalo linanisumbua kichwa. Je, ni wapi nitapata mwanamke mbora? Maana yake nimezunguka sana katika ufalme huu. Nimezunguka sana katika himaya hii, lakini sijabahatika kuweza kumpata mwanamke ambaye atanivutia. Je, baba unanishauri nini mimi mwanao? Ni kweli mwanangu, najua unateseka sana kuweza kumpata mwanamke ambaye utaweza kuendana naye, lakini mi napenda nikushauri kitu kimoja. Kwa nini usiende huko mjini ukatafute mwanamke? Huenda ukapata mwanamke bora na atakaye kufaa. Hivyo mimi mwanangu nakushauri hivyo, nenda huko mjini ukatafute mwanamke ambaye hataweza kukufaa. Asante baba kwa mawazo yako. Naamini nitafanyia kazi na naamini huenda akanisaidia. Hivyo basi, ninaomba baraka zako ili niweze kwenda kumtafuta huyo mwanamke. Lakini sijui nitaanzia wapi. Japo idea yangu kubwa ni kwenda huko, lakini sitaki kuonyesha kama mimi ni mtoto wa mfalme. Hivyo nitaenda kutafuta kazi nikiwa kama kijakazi wa kawaida tu. Sawa mwanangu, baraka zangu ziko nawe na kutakia kila laheri huko uendako. Naamini Mungu atakusaidia na naamini utafanikisha. Lakini pia usisahau, utakapoona umekwama, utakapoona una jambo lolote lile ambalo ungependa nikusaidie, tafadhali rejea ili niweze kukusaidia mwanangu. Kiukweli maisha ya huku yako tofauti sana na maisha ya kule. Sijui kama nitaweza kufanikisha. Maana yake nilishazoea kuhudumiwa nikiwa kama mtoto wa mfalme. Nimeshazoea kufanyiwa kila kitu. Lakini hacha nikomae, nijipambanie kwa sababu najua ni nini ninachokitafuta kwenye maisha yangu. Kwa lile tangazo ambalo nimelisoma, acha niende nikaombe kazi. Huenda nikapata kazi na kupitia hiyo kazi huenda ni katika kutafuta huenda nikapata mwanamke. Maana siwezi kuja kuishi huku nikiwa sina kazi, na sitaki kujionyesha kama mimi ni mtoto wa mfalme. Natakiwa nijionyeshe nikiwa kama mtu wa kawaida, ili atakayenipenda anipende katika hali ya ugumu. Maana wakijua kama ni mtoto wa mfalme mimi, najua kila mwanamke atanitaka. Kwa hiyo nataka mwanamke ambaye atanipenda mimi nikiwa kwenye hali ngumu. Habari yako dada? Vipi za kazi? Za kazi ni salama, sijui nikusaidie nyinyi. Kiukweli nimeona tangazo la kazi kwamba hapa kwenye kampuni mnahitaji dereva kwa ajili ya kuweza kumwendesha manager. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kuweza kuomba nafasi hiyo, kwani nina vigezo vyote. Sasa sijui, labda nilikuwa nataka kujua utaratibu unaanzia wapi, unaenda wapi. Sawa, uko sahihi. Hapa tunahitaji dereva kwa ajili ya kuweza kumwendesha manager. Sasa utaratibu wa hapa ulivyo, itabidi uende ukaonane na manager moja kwa moja. Huko kwa manager ataweza kukufanyia interview na maelekezo mengine. Kwa hiyo pita tu hapo kushoto kuna mlango, utaona maandiko ya manager. Kwa hiyo ukiingia hapo utakutana na boss. Asante sana dadangu kwa ukarimu wako. Ngoja basi niende nikaonane na boss. Habari za kazi boss. Nimeelekezwa na secretary hapo kwamba niweze kuingia huku ndani kwa sababu nimekuja kufanya interview kwa ajili ya kazi ya udereva. Oho, karibu sana jana wangu. Sasa nakuomba uweze kaa hapo ili tuweze kuendelea na interview. Naam kijana, sasa nilikuwa nakusikiliza. Nilikuwa nataka kujua kuhusiana na elimu yako, wapi umepata elimu yako, uzoefu wako, na hii kazi umefanya kwa muda gani. Lakini pia nilikuwa nataka kuona vyeti yako kama iko vizuri.
and then tutaenda kwenye majaribio ya kuona kama hii kazi waweza. Manake unajua unaenda kumwendesha bosi mkubwa, kwa hiyo lazima uwepo na vyeti vyote, uwepo na sifa zote ambazo zinahitajika. Naam boss, kwa majina mimi naitwa Chris. Nimesoma katika chuo cha VETA ambapo nimesoma kozi ya udereva kwa kipindi cha mwaka mmoja, lakini pia nimeweza kufanya kazi katika makampuni mbalimbali kwa muda wa miaka mitatu nikiwa kama dereva, lakini pia nina uzoefu mkubwa wa kuweza kuendesha viongozi mbalimbali hasa katika mataasisi yao ambao niliweza kufanya kazi. Na vyeti vyangu ndo kama hivi hapo unavyoviweza kuviona. Nimepata ufaulu mzuri tu, nina leseni lakini pia ninaomba kazi kwani nitaweza kukuhudumia vyema nikiwa kama dereva wako. Sasa imetazama vyeti vyako, imetazama CV yako, inaonekana wewe ni dereva mzuri sana. Sasa muda si mrefu kutoka sasa nitaondoka nyumbani na hiyo kazi utaanza leo. Kwa hiyo majaribio yanaanza leo. Kwa hiyo utakapoenda nyumbani wewe ndio utaniendesha, niweze kuona experience yako on the jinsi unavyoendesha gari na jinsi unavyoweza kufanya kazi yako. Kwa hiyo baada ya kuona majaribio kuweza kupass, nadhani utaajiliwa moja kwa moja, tutakupa mkataba. Kwa hiyo naomba ujiandae twende nyumbani. Naam. Inaonekana uko vizuri kwenye endesha gari, unaendesha gari vizuri. Kikweli inanipa imani kwamba wewe ni dereva mzuri kama ulivyoandika kwenye CV yako. Kwa hiyo nimependa kazi yako. Kwa hiyo nipeleke nyumbani. Baada ya kunipeleka nyumbani, tukifika nyumbani tutaweza ongea mambo mengine kama mkataba na vitu vingine. Asante sana bosi, ni matumaini yangu kwamba mimi na wewe tutaweza kufanya kazi kwa pamoja na tutaweza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo asante sana bosi. Sasa bosi, naona tumefika. Unaonaje uendeshaji wangu? Kiukweli uko vizuri. Yaani kiukweli unajua endesha vizuri. Kwa hiyo sina shaka tena na wewe. Umeendesha vizuri sana. Kwa hiyo nadhani kesho ofisini ukija tutaandikisha na mkataba ili uanze hii kazi rasmi. Lakini kwa sasa nadhani tutaonana kesho. Ngoja mimi niingie ndani kesho asubuhi wa hii kazini uje unichukue. Yani kwa kweli hata siamini kama naipata hii kazi. Ngoja nijishikize wakati najishikiza niendelee kupata 200-300. Ili hata mwanamke nitakayempata atakayenipenda katika kazi yangu hii ya udereva, na mimi atakuwa amenipenda kweli. Maana sio kama napata kipato kikubwa, ni kipato kidogo, lakini kama mwanamke atanipenda kwenye hii hali, basi na mimi atakuwa mwanamke wa kweli. Kwa sababu nimeshajaribu kutafuta sana wanawake kule nyumbani lakini nimeshindikana. Kwa hiyo sitaki kuonekana kama ni mtoto wa mfalme, ili najua wadada wengi wakiona kama ni mtoto wa mfalme watakuja wengi wa uongo watakuja. Kwa hiyo naamini Mungu atanisaidia. Ngoja niwahi nyumbani. Mungu wangu. Sasa hapa sijui atanipike nini na nishazoea kupikiwa. Na kesho asubuhi nitakiwa niwahi kazini na sasa ni usiku. Ngoja jaribu kutafuta kitu chochote cha kupika hapa mara moja. Nipike, baada ya hapo nilale nipumzike kwa ajili ya kuwahi kesho kazini. Kiukweli najisikia kwa uchovu kidogo, lakini ngoja nijiandae niwahi kazini. Maana saa hizi asubuhi bosi aliniambia niwahi kazini ili nimchukue nimpeleke kazini. Kwa hiyo ngoja niwahi chap ili niwahi kazini. Maana japokuwa na uchovu lakini sasa nitafanyaje, ndo kazi niliyoichagua sasa. Sema hii kazi sio mchezo. Maana kila siku unatembea yani. Kutoka nyumbani kwa mguu mpaka kwa boss. Tena kwa boss unachukua gari unapeleka ofisini. Kutoka ofisini tena urudi nyumbani, urudi kwa mguu. Takoma mwaka huu. Lakini acha nifanye tu, sina namna. Ngoja niwahi kazini boss asije akakasirika. Kijana, naona ndani ya muda umefika. Uko vizuri sana. Sasa kijana wangu, mimi naomba unipeleke kazini.
Nipeleke kazini maana leo nataka wahi kidogo, maana kule kuna kikao. Kwa hiyo naomba nipeleke haraka haraka. Sawa bosi wangu, haina shida, ngoja nikupeleke haraka. Sasa jana wangu, kikweli kuna kitu jana nilikuwa sijakwambia. Leo mtu wangu analudi. Alikuwa South Africa. Kwa hiyo atashuka na ndege ya jioni. Kwa hiyo nitakuomba baadaye tukishamaliza tukisharudi nyumbani uende ukamchukue kijana wangu, ni binti yangu. Ametokea huko South Africa, anarudi hapa Tanzania. Kwa hiyo nitaomba baadaye ukamchukue. Sawa? Sawa boss, haina shida. Kumbe na wewe una mtoto wa kike boss? Hongera sana boss. Na binti yangu mmoja niko naye, ni mtoto wa pekee niko naye hapa nyumbani. Sema yuko alienda South Africa mara moja kwa ajili ya kazi zake. Lakini niko naye binti yangu anaitwa Victoria. Utamuona, atakuja tu utamuona, utakwenda kumpokea. Kwa hiyo fanya hali yako uniwaishie ofisini. Sasa Glisi, wewe nenda kaendelea na majukumu yako mengine. Mimi na shughuli umeshanifikisha salama. Kwa hiyo nakuomba uendelee na majukumu yako mengine. Lakini usisahau kwamba jioni itabidi uende ukamchukue mwanangu. Maanake saizi nadhani atakuwa anakaribia kupanda ndege. Kwa hiyo nadhani mpaka ifike jioni atakuwa amefika hapa. Sawa kijana? Sawa, haina shida boss. Mimi nitafanya kama ulivyonielekeza. Kiukweli nimemsha sana nyumbani. Manake ni miezi mingi sasa, takriban miezi miwili siku nyumbani. Afadhali hata nirudi nyumbani. Naona hata hii ndege kama vile ikimbii. Manake nimemisi sana baba. Sema nashukuru Mungu. Mungu anisaidie niweze kufika salama. Habari dada. Pole na safari. Asante. Baba yangu yuko wapi? Na wewe ni nani? Mbona wewe ndio umekuja kunichukua? Mimi nitegemea baba yangu ndio atakuja kunichukua. Sasa mbona umekuja wewe? Wewe ni nani? Samahani madam. Kwa majina naitwa Chris. Mimi ni mfanyakazi mpya wa baba yako, ni dereva mpya wa baba yako. Kwa hiyo ndo ameniagiza nije nikuchukue. Kwa hiyo samahani sana kama utakuwa umekwazwa kwa namna moja ama nyingine. Kumbe mfanyakazi mpya. Haya, endesha haraka unifikishe nyumbani. Maana nimechoka sana. Sawa madam, haina shida. Sasa madam, mimi nimekufikisha. Nitaomba ruksa yako niweze kuondoka. Maana yake huo ndo muda wangu wa kuondoka nyumbani. Nadhani bosi atakuja na gari lake jingine, atakuja mwenyewe anaendesha. Kwa hiyo alisema tu nifike nikuchukue, nikurejeshe hapa nyumbani kisha niondoke nyumbani. Kwa hiyo nadhani tutaonana kesho madam. Nenda tu zako bwana. Haina haja kuniambia, wewe nenda. I say, huyu mzee ana mtoto kichomi. Yaani huyu mtoto wake wa kike ni kichomi. Yaani hataki kuongea na watu vizuri, muda wote anakasirika tu. Sijui ana shida gani huyu dada. Sema ni kazuri bwana, Ni pisi ya kwenda, ni pisi kali kinoma. Ila ndio hivyo, shida ni yani anadharau sana huyu dada huyu. Au kisa anajiona kwa kuna hela vile vidogo tu vile. Lakini anaita dharau. Ngoja ni wai zangu tu nyumbani. Tena yule akijichanganya hapo usiku nitakuja nimtie mabao. Wewe mwache. Jamani. Nilikuwa nimemisi sana kuendesha gari yangu kwa kweli. Muda mrefu kweli yani. Wewe gari nilikuwa nimekumisi kabisa yani. Yaani kule South Africa nilikuwa sina hata kweli kuendesha gari. Bora hata saa hizi aisee. Hebu ngoja kwanza niende zangu hapo kwa shosti yangu nikaangalia kama ameleta mzigo mpya. Maanake hata sina nguo za kuvaa kwa kweli saa hizi. Hebu ngoja niende kwanza kwa shosti yangu nikaone kama analeta mzigo mpya basi niweze kuchukua vingo viwili vitatu. Victoria, karibu sana. Karibu sana dukani kwangu. Kiukweli nilikuwa nimekumisi sana shoga yangu. Zauko uliko kuwa aisee, mimi naamini umeniletea zawadi. Usitaki kuniambia umekuja mikono mitupu. Jamani shosti yangu, kiukweli nilikuwa nimekumisi sana. Lakini pia nimekuletea zawadi. Si unajua, wewe ni rafiki yangu, siwezi acha kukuletea zawadi. Lakini pia nilikuwa nimekuja kuangalia kama umeleta mzigo mpya. Maanake sina nguo kabisa za kuvaa rafiki yangu.
Vipi, umeleta mzigo mpya? Aha, afadhali tumefika muda mwafaka. Kiukweli mzigo upo wa kutosha. Kwa hiyo ni wewe tu kuweza kuchagua. Nimekuletea mzigo OG. Ni wewe tu na hela yako, shoga yangu. Vitu vyako vile unavyovipendaga ndio nimekuja navyo saa hizi. Kwa hiyo usiondoa hofu kuhusiana na hilo. Mzigo upo wa kutosha. Ni wewe tu hela yako, shoga yangu. Sawa shosti, ngoja mimi nichague hapa kisha niondoke nyumbani. Maana yake hata tangu nimekuja hata sijapumzika vizuri. Kwa hiyo nahitaji muda mwingi wa kupumzika. Kwa hiyo ngoja nichague vingo viwili vitatu kisha nitaondoka shosti yangu. Sasa hapa nimepata mzigo wa kutosha. Na mimi ndani ya miezi 2-3 hizi nguo zitanisaidia kidogo. Maana yake nilikuwa nawaza sana. Nimetoka hata South Africa hata sijachukua nguo za kutosha. Ngoja tu nitumie hizi zitanisaidia. Jamani, nini tena hicho kimetokea? Gari langu tena limekuaje? Hebu ngoja kwanza nipaka kidogo, niangalie shida ni nini. Mungu wangu. Gari langu tayari limeshalibika. Si nifanyaje? Hebu ngoja kwanza nipigie dadi aweze kuniletea msaada. Maana sasa hapa sijui nifanyaje. Gari lenyewe kumbe liko bovu. Jamani, mambo mengine yanachosha. Boss, nimeambiwa kwamba unaniita. Nimetisikia wito wako. Sasa kijana wangu Klisi, hebu nenda mara moja ule mtaa wa Msimbazi. Pale kuna binti yangu amesema gari yake imeharibika. Kwa hiyo nenda ukamwangalia gari yake, kama inaweza kana kuitengeneza basi fanyie marekebisho, rudi nayo nyumbani. Lakini kama itashindikana, basi wewe mchukue hiyo gari, nitamwagiza fundi ataenda kuichukua hapo. Lakini hakikisha gari iko kwenye mahali salama, mahali ambako kutakuwa hakuna shida yoyote. Fundi nitamwagiza, atakuja huko ataenda ataichukua, ataipeleka garage. Lakini naomba sasa hivi kimbia mara moja ukamwangalia binti yangu, maana yake nina wasiwasi sana asije akapata shida huko. Sawa mzee, haina shida. Mimi ngoja nikimbie mara moja nikamwangalie. Tayari huyu binti kichomi Victoria tayari kashaanzisha. Yaani kaondoka na gari, hajaangalia kama ni zima au ni bovu. Yeye kachukua tu. Huyu binti ni kichomi sana. Yaani kibinti huyu anasumbua mno. Yaani wadada wa hivi bwana. Kwa kweli nisielewi hata mwe atakayemuoa itakuwaje. Maki anasumbua mno. Habari yako Victoria? Nimeagizwa na mzee nije nikuchukue, kaniambia kwamba gari yako imepata shida. Akasema gari yako iache hapo, atamwagiza fundi atakuja kuiangalia. Kwa hiyo wewe twende tuondoke. Sawa. Kiukweli nilikuwa naogopa sana, maana gari imeniharibikia katikati ya barabara, nilikuwa sina hata cha kufanya. Sawa, ngoja nizunguke tuje twende. Kiukweli asante sana bwana Chris. Umenisaidia sana. Kiukweli pale nilikuwa naogopa sana. Na nilikuwa sijui hata nini cha kufanya. Asante sana Chris. Unatakiwa uwe makini sana. Kama ulikuwa na shida kutoka na gari, basi ungechukua hata hii kuliko kuondoka na gari ambayo inaendeshwa muda mrefu. Sio vizuri hicho kifanya. Kwa hiyo sometimes unatakiwa uwe makini. Hivi vitu sio vya kuchukulia kama unavyochukulia. Sawa? Sawa, haina shida, nimejifunza Chris. Naomba unisamehe. Sasa madam, mimi nimekufikisha nyumbani. Sasa naomba niondoke, manake nataka niwahi kazini. Bosi asije akaenda kukasirika. Uzuri nimeshakufikisha nyumbani salama. Sasa ni wakati wangu wa mimi kuondoka. Kwa hiyo nadhani tutaonana baadaye. Sasa jamani Chris, unaondokaje hivyo na haraka? Mbona kama vile umekasirika? Shida ni nini kakaangu? Niambie kama nimekukosea basi naomba unisamehe. Kiukweli Victoria, sijapendezwa na kauli zako za jana. Jana wewe ni mgeni, nimekuja kupokea, lakini naona kama vile ulikuwa haukupendezwa na mimi kufanya kazi hapa kwenu. Ulikuwa ukinijibu tu ovyo ovyo. Shida ni nini? Au mimi kisa kosa langu mimi kuja kuwa mfanyakazi wenu hapa? Kama ni hivyo basi uniambie mimi niache kazi kuliko kuwa unanichukulia hivyo unavyonichukulia. Kiukweli sikupendezwa jana na ulichokifanya. Samahani sana Chris, kiukweli mimi mwenyewe nimetambua kama jana nisikufanyia vyema. Kwa hiyo naomba unisamehe. Naomba tuanze upya. Mimi mwenyewe roho yangu inanisuta kwa kile nilichokifanya jana, lakini naomba tu unisamehe Chris, nakuomba sana. Naomba unisamehe, niko chini ya miguu yako Chris. Sawa, haina shida, mimi nimekusamehe. Lakini kwa sasa itabidi niondoke kazini, kwa hiyo kwa heri. Hapana Chris, usiondoke. Kama kweli umenisamehe, mimi nataka ubaki hapa, tupike wote, tule wote. Hapo ndo nitaamini kwamba umenisamehe.
Sawa, haina shida Victoria. Mimi nitabaki hapa, nitakula, lakini baadaye kidogo sitokaa sana, itabidi nirudi kazini. Kiukweli mzee inaonekana nakupenda sana, maana yake sio kwa kukujali huku. Kila unachotaka nakupatia. Hataki upate matatizo. Hata leo ofisini alivyoniita, nilijua labda kuna kitu kikubwa sana kimetokea, lakini baadaye kuja kunipa taarifa kwamba ni wewe umeharibikiwa gari, nilishangaa sana. Inaonekana mzee wako anakupenda sana. Ya, ni kweli, kiukweli mzee wangu mimi ananipenda sana sana, kwa sababu mimi ndio mtoto wake wa pekee. Alafu pia ukizingatia mimi ndio mtoto wake wa karibu ambaye nimebaki naye, kwa sababu mama hayupo, yuko mbali na sisi, yeye anaishi Kenya. Kwa hiyo ndio maana ananipenda sana, kwa sababu mimi ndio mtu wa karibu niliyebaki naye. Vipi kuhusu wewe, familia yako labda, unaishi wapi? Kabla hapo ulikuwa unafanya kazi wapi? Nataka kujua kuhusiana na wewe. Kiukweli mimi wazazi wangu wapo, ni wakulima tu wa kawaida, kwa hiyo wapo tu, tunaishi nao. Japo maisha yangu sio mazuri hivyo, lakini ndio hivyo. Vipi wewe, shemeji mzima? Kiukweli masuala ya shemeji tusiongelee sana, manake kiukweli kwa sasa siko kwenye mahusiano, manake mahusiano nilikuwa nayo yalinichanganya sana, manake mwanaume nilikuwa naye alinichiti, alinisaliti, akaniachia madonda. Kwa hiyo sasa sitamani kuingia tena kwenye mahusiano. Vipi wewe, mpenzi wako mzima? Kiukweli mimi niko single na niko kwenye kutafuta mtu ambaye nadhani tuta match pamoja, tutakuwa pamoja. So natafuta bado mtu ambaye tutakuwa pamoja. Kwa bado niko kwenye kutafuta yani. Oh wow. Kiukweli umepika chakula kizuri sana. Yani umepika chakula kizuri sana. Tunaonekana wewe ni fundi mzuri sana wa kupika. Yani sijaamini kama ungeweza kupika chakula kitamu namna hii. Hamna Chris bwana, kawaida tu. Mbona chakula cha kawaida? Sema nilikuwa naomba kimoja. Nilikuwa naomba leo tutoke, saka tuende theater, tukaangalie movie kidogo, manake nimemisi sana kutoka, unajua. Kwa hiyo nitaomba leo kama utakuwa na nafasi usiku, tuweze kutoka kidogo, tuende theater kidogo, tukawatch movie. Kwa hiyo nilikuwa naomba hilo Chris. Sawa, haina shida. Mimi niko free tu, kwa hiyo tutaenda, haina shida. Wow, kikweli movie ya leo ni nzuri sana, na nimefurahi kidogo kutoka, manake nilikuwa sije kuzoea kwenda sehemu kama hizi. Kikweli leo umenifungua macho na kuona dunia nyingine jinsi ilivyo. Usijali, haya ni mambo ya kawaida, kwa hiyo unahitajika kufanya haya mambo mara kwa mara. Ukifanya mara kwa mara kama hivi, unakuja kuona movie na nini, inakujenga na kukufungua akili, manake kwenye movie kuna mafundisho mengi. Kwa hiyo unapokuja kuona hivi movie na nini, inakufungua akili, lakini pia unakutana na watu wengi, unatengeneza connection. Kwa hiyo ni kitu kizuri, lakini pia nakukaribisha tena siku nyingine ukiwa unajisikia kuja kuona movie nini, unanialika pia, tunakuja kuona wote. Sawa, haina shida. Basi tuendelee kuangalia movie. Kijana wangu, karibu sana. Habari za siku nyingi. Na imani utakuwa umefanikiwa huko ulikotoka. Je, kuna habari zozote unazoweza kunipatia? Kikweli baba, nashukuru Mungu. Japo kuna mwanamke mimi nimempata, sehemu hiyo naofanya kazi, kuna mwanamke mzuri nimeweza kumpata ambaye ni mtoto wa bosi wangu. Kwa hiyo nimempenda kiukweli, japo sijamwambia bado nia yangu kwake, lakini ni mwanamke mzuri, anavutia, ni mwanamke ambaye nadhani hata baba ukimuona utanisupport mwanao kwenye hili. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji kuja kuomba ruksa yako, kama utaniridhia basi niende nikamu-approach and then nimlete hapa baba. Ni habari njema mwanangu. Sasa mimi nakupa baraka zote. Wewe fanya na kila namna, mlete hapa, mtambulishe, and then tufanye mipango ya harusi. Mwanangu, manake na mimi pia ni furaha yangu kuona ndani ya ufalme wangu mtoto wangu anapata mke. Manake sio siku nyingi mimi nitaondoka, na nikiondoka utabaki wewe. Ukibaki wewe utahitaji kuwa mfalme. Sasa huwezi kuwa mfalme bila kuwa na mke. Kwa hiyo nitakuomba kijana wangu ufanye hima. Victoria, kikweli nimekuleta huku mbali kidogo. Nilikuwa nahitaji mazungumzo na wewe, kwa hiyo naomba ujisikie uko free, jisikie huru. Nimekuleta mbali kidogo na nyumbani. Najua hujazoea maeneo kama haya
ya mistuni kidogo kwenye camp kama hivi, lakini naomba ujisikie free kabisa. Nilikuwa nahitaji mazungumzo ya kina ambayo mazungumzo ambayo hayahitaji bugu za namna yoyote, na ndio maana nimekuleta huku mbali kidogo. Chris, ni pazuri sana, kunavutia, kuna upepo mzuri, nature na nini. Kiukweli nimependa. Pia hivi vitu ni vitu ambavyo navipenda, vitu kama hivi nature na nini, ni vitu ambavyo navipenda sana. Sasa nilikuwa nataka kujua, je, wewe umenitia nini huko? Kuna kipi haswa ambacho kimekufanya wewe uniite huko? Kwanza naomba usinifikirie vibaya, usinichukulie negative. Kiukweli mimi nakupenda sana Victoria. That's why nimekuleta huku ili tuweze kuzungumza kuhusiana na hili. Kiukweli hisia zangu za mapenzi zimejaa sana juu yako. Kwa hiyo kiukweli naomba nafasi hii niwe sehemu ya maisha yako, niwe kama mpenzi wako, niwe kama mume wako mtarajiwe, na mwisho wa siku tuweze kufunga ndoa. Kiukweli naomba ridhaa yako hii ili niweze kuwa sehemu ya maisha yako. Jamani Chris, hivi uko serious kweli unachokiongea? Naona kama vile unanitania. Hebu acha uongo bwana. Tangu lini mimi na wewe tukawa tunadanganyana, tunaongopeana? Mimi sijapenda. Hebu niambie ukweli. Ni nini hasa unamaanisha? Ndio hivyo Victoria, kiukweli mimi nakupenda sana. Nakupenda sana. Since day one tumekutana, kiukweli moyo wangu ulienda mbio sana juu ya mapenzi yangu kwako. Kwa hiyo naomba unipe nafasi hii, naomba unikubalie. Na kama ukinipa nafasi hii, nitakulinda, nitakutunza, na nitahakikisha mimi na wewe tunajenga familia iliyo bora. Kiukweli Chris, sio wewe tu, hata mimi pia moyo wangu ulikuwa ukienda mbio juu yako. Najua kuna vitu vingi mwanzoni tulipitia siku ya kwanza tulivyoonana, lakini kiukweli mimi pia nakupenda sana Chris. Kwa hiyo ombi lako ni yes. Nakupenda pia Chris. Sasa Victoria, kiukweli asante sana kwa kuweza kunikubalia ombi langu, lakini kuna kitu kimoja ningependa ukifahamu, kwamba nataka kesho kutwa nikupeleke kwa baba yangu kamuone, lakini sharti la kwa baba yangu ni kwamba ni lazima uvae kifalme. Yaani nataka uvae kama malkia. Kwa hiyo nitakuja kukuchukua, lakini naomba uvae katika namna hiyo ambayo nimekuelekeza. Chris, kiukweli mimi naogopa. Mbona leo umebadilika sana? Umekuja na gari zuri, umevaa kifalme. Hivi wewe ni nani haswa? Mbona nashinda kukuelewa Chris? Mbona sikuelewi? Kiukweli Victoria, mimi ni mtoto wa Mfalme Njogu, kutokea Njogu Empire. Kwa hiyo naomba usiogope, uko na mimi, na usiogope kuhusiana na lolote. Sasa Chris, kama wewe ni mtoto wa Mfalme Njogu, mbona ulikuja ukawa dereva wetu? Una shida gani? Maanake kweli nilisikia kwamba Mfalme Njogu ana mtoto wa kiume ambaye anasoma Marekani. Ndio wewe? Na kama ni wewe, kwa nini ulikuja kufanya kazi kwenye familia yetu kama dereva? Ulikuwa na nia gani haswa? Kiukweli Victoria, mimi nilikuwa natafuta mpenzi, na nilikuwa natafuta mchumba na au mke ambaye atanipenda katika hali ya umaskini. Unajua, mtu akiniona hivi kwamba mimi ni mtoto wa Mfalme Njogu, wadada wengi wangekuja kwa ajili ya kutaka kuwa na mahusiano na mimi. Wengine wangekuja kwa nia nzuri, na wengine wangekuja kwa nia mbaya. Sasa mimi nilikuwa nahitaji mwanamke ambaye atanipenda katika hali ya umaskini. Maana kama atakayeweza kunipenda katika hali ya umaskini, ina maana kwamba huyo atakuwa na mapenzi ya dhati. Hilo nimeliona kwako wewe, kwani umeweza kunipenda mimi ingali sina chochote cha kukupa katika kipindi hicho, nikiwa kama dereva wenu. Kwa hiyo kiukweli ninakupenda sana, na ndio maana nimeamua kwa dhati nikupeleke kwa baba yangu, akuone, akutambue na ifuate ndoa. Sawa, lakini mimi kiukweli naogopa sana. Unajua huko kwenye ufalme huko, yani
mimi sijawahi kufika kabisa. Huwa nasikia tu, lakini kweli naogopa sana. Namuogopa sana mfalme. Usiogope kipenzi, uko na mimi. Kwa hiyo ondoa hofu kuhusiana na lolote. Sasa mpenzi, tumefika nyumbani. Kwa hiyo nakuomba uweze kushuka ili tuende tukamwone baba. Kwa hiyo naomba ushuke, ondoa hofu, ondoa wasiwasi. Uko na mimi. Hakuna chochote kitakachoenda kutokea. Sawa, lakini kikweli mimi naogopa sana. Yaani nina hofu moyoni. Haya, ngoja nishuke, haina shida. Kijana wangu Chris, karibu sana nyumbani. Naona leo umekuja na mgeni. Asante sana baba. Kiukweli nimekuja na mgeni. Huyu hapa mgeni hapa pembeni yako anaitwa Victoria. Ni mke wangu mtarajiwa. Kwa hiyo Victoria, naomba uweze kukutana na baba yangu. Heshima kwako mfalme. Asante sana binti yangu. Karibu. Hapa ndio nyumbani kwa kina Chris. Kiukweli nina furaha sana kukuona na nimefurahi sana kwa mwanangu kuweza kukuchagua wewe kuwa kama mkwe wangu. Kwa hiyo ninakukaribisha sana. Hapa ndio patakuwa nyumbani kwako wewe pamoja na Chris. Lakini pia nimefurahi kwani hivi karibuni nitahitaji kuweza kuonana na baba yako. Kwa hiyo nitaomba uende kumpelekea taarifa kwamba mfalme anahitaji kuonana na wewe ili tuje tupange namna gani ya kuweza kufanya hii harusi yenu iweze kufanyika kwa ukubwa zaidi. Sawa mfalme, haina shida. Nitamfikishia taarifa kuwa unamhitaji. Mwanangu, ulikuwa wapi wewe? Mbona leo umependeza sana? Na hii soga ida yako. Leo umevaa kifalme mwanangu. Ulikuwa wapi mwanangu? Hebu nieleze. Asante sana baba. Kiukweli leo nilikuwa nimetoka kidogo, lakini kuna habari njema ambayo ningependa nikupatie babangu. Kiukweli mimi nimepata mchumba na baba yake anatamani muweze kwenda kuonana. Kwa hiyo ndio hivyo baba. Hongera sana binti yangu. Sasa kama umepata hiyo mchumba, ni nani huyo? Na baba yake ni nani ambaye anahitaji kwenda mimi nionane naye? Baba, kiukweli mtu mwenyewe ni Chris, huyu dereva wetu. Na kumbe Chris ni mtoto wa mfalme Njogu, na baba yake ndo alikuwa anataka uende ukaonane naye kule ufalmeni. Kwa hiyo nitakuomba baba uweze kwenda, maana yule ni mfalme na amri yake huaga haipingwi baba. Aise, kumbe hii kitu ni ajabu sana. Kumbe Ilisi ni mtoto ya mzee Njogu. Lakini hongera sana. Kiukweli utaenda kuwa malkia. Naona ndio maana leo umevaa malkia. Kiukweli nimefurahi sana mwanangu kwa kuweza kuwa na mahusiano na Chris. Ni kijana mwelevu, mwenye adabu. Kwa hiyo haina shida. Mimi nitaenda kuonana naye kesho asubuhi. Heshima yako mfalme. Nimeitikia wito wako. Binti yangu ameniambia kwamba unanihitaji. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja kwa ajili ya kukuona wewe mfalme. Karibu sana bwana. Kiukweli nimekuja hapa. Kwanza ninafurahi sana kwa vijana wetu kuweza kuungana kwa ajili ya kutaka kuoana. Kwa hiyo ni jambo ambalo limenipendeza sana. Hivyo basi nimekuita hapa kwa ajili ya kuweza kupanga ni namna gani tutaweza kuandaa sherehe kwa ajili ya ndoa yao. Kwa hiyo ninahitaji ushirikiano na ndio maana nimekuhitaji hapa ili tuweze kupanga, maanake sitaki mwanangu aweze kufanya sherehe ya kawaida, nataka aweze kufanya sherehe kubwa ambayo itakuwa ni sherehe ya kimataifa. Hivyo basi nitaomba uweze kuketi tuweze kujadili namna gani ya kuweza kufanya sherehe hii. Haina shida mfalme. Mimi nitatekeleza kama utakavyosema wewe. Sawa mfalme. Asanteni sana. Niko hapa mbele yenu kwa ajili ya kufungisha ndoa kati ya mwanangu Chris pamoja na Victoria. Ni siku ya furaha sana katika maisha yangu. Niko hapa kwa ajili ya kuweza kufungisha ndoa hii kati ya mwanangu Chris pamoja na Victoria.
Cha msingi naomba muweze kufurahia, muweze kuenjoy, kwani ni siku yetu ya furaha. Na kingine ninawaomba sana Victoria pamoja na Chris muweze kuvumiliana huko mtakapokwenda. Lakini pia mwanangu Chris, nakusisitiza kuwa sio muda mrefu kutoka sasa nitakukabidhi kiti changu cha ufalme, kwani kwa sasa umekizi vigezo vya kuwa mfalme. Moja kati ya kigezo hicho ni kuoa. Kwa hiyo mimi nawatakia maisha mema. Kwa hiyo nitaomba muweze kukisiana ili kuweza kubariki sherehe hii. Kiukweli siamini kabisa kama mi na wewe leo tumekuwa pamoja. Nahisi kama ndoto leo hii mimi nimekuwa malkia. Asante sana Chris kwa kuweza kuniheshimisha kiasi hichi. Usijari malkia wangu. Ilikuwa ni jukumu langu kuweza kukuheshimisha, kwa hiyo ondoa hofu kuhusiana na lolote. Kwa sasa wewe ni malkia katika ufalme wangu. Kwa hiyo jisikie vizuri, tuwe na furaha kipenzi changu.